Apandacho mtu ndicho atakachovuna. Hakuna aliyepanda mahindi akavuna mtama. Hakuna aliyepanda mpunga akavuna choroko. Chochote unachokipanda utavuna kulingana na ulivyopanda. Kabisa. Ukipanda mema utavuna mema, na ukipanda mabaya utavuna mabaya. Leo kwenye ndoa watu wengi wamekuwa wakilia, watu wengi wamekuwa wakifurahi, watu wengi yani kuna matabaka. Lakini ni namna gani vizazi vilivyopita vilipanda? Kuna mtoto wa mtu anaharibu watoto wa wenzake kwa kuwachezea, akiwadanganya anawapenda. Anawatumia, akimaliza anawaacha, akihisi kwamba ile imeisha. Lakini nataka nikukumbushe, ile ni mbegu umepanda. Utaivuna lini hatujui. Biblia inasema atalipiza kizazi cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Kwa hiyo kama Mungu hatolipiza kwako, atalipiza kwenye uzao wako. Atalipiza kwa watoto wako, kwa wajukuu zako. Tuangalie namna ambavyo tunaenenda. Zaidi sana tupande yaliyo mema ili mema yaturudie, kuliko kupanda mabaya kwenye ndoa zetu tukaendelea kukiharibu kizazi chetu. Tafsiri yake ni kwamba kuna ndoa zinapitia situation sasa hivi, lakini ni mbegu ambayo ilipandwa na wazazi huko nyuma kipindi kilichopita. Unakuta kuna mzazi huko nyuma alikuwa anafanya uchafu, leo amelipiza mpaka kwa mwanae. Hujawahi kusikia muone kama babake mbegu